ni parable ama ni fumbo. Na naona hii wakati Yesu hakuwa amefurahi sana, because kuna kitu alikuwa naona kwa watu. Anawafundisha lakini hawasikii, anawalea lakini hawakui katika kiroho. Kwa hivyo this parable ama this metaphor, kuna kitu Yesu alikuwa anaangalia watu, na akaona kuna kitu watu wanashika neno na wengine hawashiki, na wengine wanaipusilia bali. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo kuna vile Yesu aliangalia na akaona vile watu hushika neno, kama vile tulivyo hapa. Kama kuna kitu inaitwa kudhima na githimo iletwe hapa na tuwekwe kidhimo, utastuka sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweza stuka mstuko usio wa kawaida. Kila mtu anaingia anadhimwa. Unaangaliwa the level of the understanding, the level of the revelation, the level of the wisdom of God. Na tuwekwe pamoja mpaka na watoto wa Sunday school. Utakuta watu wengine the level of understanding God, tutashindwa na watoto wengine. Hallelujah. Tutashindwa na mtoto wengine vile tunachukua Mungu, because Mungu ni Mungu ambaye anapelekana na watu wake. Na kwa hivyo Kristo hapa kuna kitu ambaye aliangalia watu. Na unajua pahali Kristo alikuwa anasimama, nao watu walikuwa wanamfuata. Na especially this day, it was a multitude. Mpaka akaona naona majiki ilia inde. Waweza nisukuma mpaka kwa bahari. Kwa hivyo akachukua boat akaingia kwa bahari kwanza. Hallelujah. Kwa hivyo yeye anawaongelesha akiwa kwa maji, nao wako pale kwa beach. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na akasema hivi, Andrew uko na Kiswahili. Aliongea kuhusu mkulima ama the sower of the seed, mpanzi wa mbegu. Hallelujah. Akaongea kuhusu mpanzi wa mbegu. Na katika kiroho mpanzi wa mbegu ni yule anapatiana neno, the word of God. Naye yule ambaye ni shamba, the place the seed that shall fall, ni roho yako. Hallelujah. Haria mbegu iragwa ri ni ngoro-ini yaku. Ama the way unasikiaga neno, hiyo ndio shamba lako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na utastuka sana, because Kristo si Kristo aliyoangalia tu hivi. Hallelujah. Na akaangalia watu, na akawaangalia kabisa. Na siku ya leo ndivyo anatuangalia. Na ndio nimesema hapa is come and listen together. Akasema hivi hapo 13 kuanzia 1, nitasoma kwa haraka. On the same day Jesus went out of the house and sat by the sea, and great multitude gathered together. Wakakuja wengi sana. Then he spoke many things, then in parables. Akawaongelesha mambo mingi. Akawaambia kuhusu ufalme wa mbinguni, akawaambia kuhusu baraka, akawaambia kuhusu uponyaji, akawaambia kuhusu kufunguliwa. Many things aliwanenea, lakini akaangalia roho zao, akaona kile wanafuata tu ni miujiza. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Akaangalia ile kitu wanafuata ni miujiza. Na akawaambia kitu moja. And he spoke many things, then in parable saying, behold, a sower went out to sow, and he sowed some seed, fell by the wayside, and the birds came and took and devoured them. Some fell on a stony places, when they did not have much earth, and they immediately sprang out, because they had no depth of the earth. But when the sun was up there, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. But the others fell in a good ground and yielded a crop, some 100, some 60, some 30. He who hears to hear, let them hear. Hallelujah. Yani Yesu akapatiana baada ya kuwapatia mambo mingi, akaona hawa watu ufalme wa mbingu hawaudhigati,
yani hawana maana na ufalme wa mbinguni. Akaona roho zao katika kushika neno la Mungu hawatii maanani. Na ukiangalia hii parable, kuna ile inafuata. After that akaongea kuhusu mpanzi na akaongea mwenye wivu, yani mwizi usiku akakuja akapanda vitu zingine. Sasa kwa hii anasema jambo la kwanza, huu ni mpanzi anapanda na mbegu ya kwanza ilianguka kwa njia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sijui roho yako kama inakaa kama barabara. Ya pili anasema ilianguka kwa mawe. Ilianguka kwa mawe tu na anapanda tu. Ya tatu ilianguka tu kwa mchanga, lakini kuna michongwe, kuna miba, kuna meigua. Na hii mbegu wakati ilikuwa ina grow ikaiduga. Na ya tatu ikaanguka kwenye rotuba mzuri. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na hii ya iliyoanguka kwa rotuba ilizaa mazao. The disciples wakati alipatiana hivi walikuja kwake na wakamwambia, kwa nini umeongea hivyo? Na ulikuwa mnamaanisha nini? Why do you speak to them in parables? Kwa nini unawanenea kwa fumbo? Hallelujah. Kwa nini unawanenea? Akasema hivi. He answered to them, because it have been given ministries, because it have been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven. But to them it has not been given. For whoever has, to him will be given. Ule atakuwa na mingi atapatiwa, na ule atakuwa kidogo atanyang'anywa. Na anasema hivi, kwa ili alikuwa anawanenea hivyo ni kwa sababu anasikiaka, lakini wako na masikio lakini hawasikii, wako na macho lakini hawao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo ukinenewa wako na masikio, unazika sikio lako, unasema wako na masikio lakini hawasikii, wako na macho lakini hawaoni. Na Kristo akasema they don't understand. Vile tulivyo siku ya leo, we don't understand. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na akawaelezea mambo mingi hapo. Halafu akawaambia wale wamebarikiwa ni wale wako na macho na wanaona, na wale wako na masikio na wanasikia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wale wako na macho na wanaona, na wako na masikio na wanasikia. Kutoka Januari mpaka siku ya leo, how many sermons have you heard? How many sermons did you understand? How many sermons are still in your heart? Hallelujah. Hata ukiuliza wengine ya Sunday ilitoweka. Na ndio Mungu Yesu akasema walimebarikiwa ni wale wako na macho na wanaona, na wako na masikio na wanasikia. 18 akawafafunulia vile parable inasema. Akawaambia, therefore hear the parable now. Vile nilikuwa nataka kumaanisha. Akawaambia, anyone who hears the word of the kingdom and does not understand it. Yule anasikiaga neno lakini haielewi. Yule anasikiaga neno lakini haielewi. Huyo ni yule ambaye hilo neno halishiki roho yake. Na shetani hata wakati neno linaendelea, shetani anaendeleaga kung'oa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yani huyo mtu ako kwa kanisa, ako kwa ibada, ako kwa Kristo, lakini each and every one of the gospel linaigianga na linaenda. Hallelujah. Linakuja analisikia na analisikia tu, no letire hinya na letire udurikaga thini wa muturire wake. Hakuna likitu linafanyanga. Huyo mtu habadilikagi. Ni kama mabati ya nyumba, inanyeshewa lakini ina remain pale. Jua inakuja lakini ina remain pale. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni kama kitu, hakuna kitu. There is no spiritual growth
There is no change. There is no spiritual change. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo zile tabia alikuwa nazo mwanzo, na zile maovu alikuwa anatenda, na zile karakta alikuwa nazo, hazibadilishwi na hili neno. Kwa hivyo huyo mtu anakaaga tu, munakaa huku munampiga, munamsukuma. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na huyo mtu hajielewagi. Juu hana masikio. Ana masikio lakini hasikii. Na ana macho lakini hao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata ukimkanya hilo neno saa hiyo, na umwambie na roho amwambie unatenda hii, anauliza ibada itaisha saa ngapi? Aende atende vile alite. Yani kutenda dhambi kwake ni kama kuiba kwaya. Hallelujah. Huyu ndiye mtu Yesu kwanza alikasirika naye sana. Anyone who hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked one comes and snatches away that was sown in the heart. Hallelujah. Huyu ndiye mtu mbegu ilianguka kwa barabara. Roho yake does not accommodate anything. Hallelujah. Yani roho yake hata haipati nafasi ya kuaccommodate. Jambo la kwanza watu hawa sana wanaangaliaga nani anaongea. That is point number 1. Who is that speaking? How akaba akamuumia akeheria point. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Because hataki kusikia neno. Hallelujah. Jambo la pili anaangalia masaa. Jambo la tatu kichwa yake inajawa mambo ambao haisaidii. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na ndio naona huyu mtu sijui atafanywa nini. Hallelujah. Sijui tumfanye nini, sijui tujifanye nini. Because huyu mtu is a very problematic person. Ni akiendete kanithai no ndagikuraga. Hallelujah. Ni endete Ngai lakini mambo ya Mungu hayataki. Because every word of the gospel hakuna wakati inaifanyisha kazi ndani yake. Na walikuwa kwa pale kwa Kristo. Hallelujah. Na walikuwa wanaangalia Kristo, lakini ile kitu walikuwa nataka, it is not what is in the word. It is what is given by the word. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo waezaona mtu kwa kanisa lakini ni vita anatokeaga. Ni amejaga haka kanitha no ahurwo muno na no ne mathina maingi muno no akuiga gukinderia kigongona-ini tu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. No kuhonoka ndirahongoka ngo siokoki. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata wakiniambia nibadilike sibadiliki. Kwa hivyo tidai hau. Munaambia saushirati, wacha wifu, wacha ugomvi, wacha hii, wacha kile. Anasema mimi niko sawa ndani ya Kristo. Hallelujah. Huyo ni mtu mbegu inayekaa kwa barabara. Shetani anachukua. Hallelujah. Shetani anachukua. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Yani there is nothing impact. Sijui kama ni wewe ama ni mimi. Yani neno unasikia limepigwa. Mhubiri amehubiri lakini no. Hallelujah. Amen. Kururaho. Huyu mwingine naye wa pili. Huyu ni wa mawe. Who received on a stony places. It is the one who hears the word immediately, received it as no root in himself. No, kile kinyana gete. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu anamkanga mpaka na kiti. Hallelujah. Amen. Because neno linamsisimua sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Neno linaleta kigoyo. Hallelujah. He who hears the word and immediately received it with joy. Hallelujah. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu hata machozi yanalianga. Hallelujah. Oh ni alilaga. Hata za mwingine azapiga duru. Juu vile neno limeingia na anakuaga na furaha mingi sana.
Na watu kwanza ni wazuri sana hata kuamkia wachungaji. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini they are full of hypocrisy. Hallelujah. Amen. Because huyu mtu aweza kuwa kila kitu. He received the word with joy. Hallelujah. Thank you, pastor. You have blessed me. Lakini hilo neno wacha nikwambie. Yet he has no root in himself. Tofauti ya ule wa kwanza ni gani? Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huyu hata kukiibwa. He is very good in jumping. Hey, sakwe. Hallelujah. Amen. Na hawa ndio wengi sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. He received the word with joy. Yu mtu ni mzuri. Kristo ni nyoyo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini the problem, mizizi ya neno. Hallelujah. Kwa hivyo huyu mtu, he can do any kind of mess. Juu kama huna mizizi ya neno la Mungu, ile mizizi uko naye ni mizizi ya dhambi. Hallelujah. Huyu mtu hata shirika yote, ndagao ndio shirika, hawezi kosa. Ako na hiyo keo ya neno la Mungu. Na neno linasema hivi. But endures only for a while. Bwana Yesu Kristo asifiwe. But when the tribulation and persecution arises, the word immediately is doubles. Huyu ni mtu wa kukwazwa haraka sana. Hallelujah. Amen. Huyu ni mtu wa kukwazwa haraka sana. Hallelujah. Amen. Ni mtu wa kukwazwa haraka sana. Vile ana receive the word, anakuwa very attentive. Asikie neno likimugusa. Amen. Hallelujah. Amen. Asikie neno linakuja pande yake. Hatakaji neno linakuja pande yake. Anataka neno linalenga wengine. Osio ni buro. Osio ni ngania. Osio. Hallelujah. Ili neno likikuja pande yake anakwazika na hiyo kanisa hata ikuja tena. Hata kuja hiyo kanisa tena. Anataka kule kwa kuinuliwa, ubarikiwa, receive, pokea, utapaa, utakwenda. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Lakini mizizi ya neno hakuna. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na kuwa na mizizi ya neno is the core, is the pure foundation in Christianity. Amen. Na ndio Kristo aliwaangalia. Because Kristo hawezi ficha Kristo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hata hapa wale wanasema amefuga manabii. Fuga, lakini huwezi fuga Kristo. Huwezi fuga binadamu, lakini Kristo huwezi mfuga. Hallelujah. Amen. Wewe fuga, higira. Na Kristo huwezi mfuga. Lazima anakuona. Na lazima anaona mpaka mawazo. Na anaona njia zako. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo anaona huna mizizi. Huna mizizi. Dole. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na unakuwa sangwa sana. Wewe ni mkwazwa. Mpaka kwa mikutano ya wamama unakuwa sangwa sana. Kama unakuwa sangwa on and off, mizizi haku. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah. Na inasema hivi, kila jaribio likikuja, huyu atakagi huyu enda kwa starehe. Huyu anataka starehe. Fundraising ikikuja, huyu hawezi kuja. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Anataka starehe. Hatakagi kuulizwa, hatakagi anataka starehe. Na moyo kiregereina. Na moyo anataka tu hizo kidogo tu mosmos. Neno linasema hivi, but tribulation, persecution sikikuja immediately, he stumbles. Anakwasika. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Unajiangalia uko? Tulisema leo ni kujiangalia. Wewe uko? Uko wapi? Ukiona pali uko kurudia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Hallelujah. Ukiona hiyo unakurule.
Huko ingawa ni hodi. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unajua si lazima mhubiriwe sana. Leo ni kuweka mat. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Unaweka mat. Yaani